Yohana kifungu cha 3 mstari wa 16. Yohana kifungu cha 3 mstari wa 16 ni mstari ambao karibu kila mmoja anaujua. Kwa hivyo ninaamini hata wale ambao hawana Biblia tutaweza kutembea kwa pamoja. Yes, God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him will not be lost but have eternal life. Nitarudia tena. God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him will not be lost but have eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hiki cha Yohana kifungu cha 3 ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inazungumza kuhusu mtu mmoja ambaye alikuwa Mfarisayo ambaye aliitwa Nikodemo. Na Nikodemo alisikia habari ya Yesu na akasikia Yesu akizungumza, na habari ya Yesu ikizungumzwa ya kwamba kuna kuzaliwa mara ya pili, ya kwamba hata ikiwa mtu mzima, ya kwamba hata ikiwa umelelewa na umefika miaka ambayo umefika. Nikodemo akasikia habari ambayo hakuisikia kutoka mwanzo, ya kwamba kuna kuzaliwa mara ya pili, na kuzaliwa mara ya pili ni kupitia kumwamini Yesu ama kumpokea Yesu au mwokozi wa maisha yako. Na tunamwona Nikodemo akijipanga na kwenda kwa Yesu. Na kifungu cha 3 ni mazungumzo ya Nikodemo na Yesu. Yesu anazungumza na Nikodemo. Nikodemo anauliza, inawezekanaje nizaliwe tena? Mimi ni mzee, mimi ni kiongozi, nitazaliwaje? Nitarudi kwa tumbo la mama yangu. Anaambiwa ya kwamba kuzaliwa tena ni kupitia kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mstari wa 14 ambapo msomaji ametusomea, Biblia inasema ya kwamba jinsi ambavyo Musa aliinua nyoka jangwani, ilifika wakati ambapo wana wa Israeli walisumbuliwa na kuna nyoka ambazo zilikuwa zinawatesa kule jangwani. Na Mungu akaamrisha Musa ile fimbo yake akainua nyoka kule jangwani, na ambaye aliumwa na nyoka zile ambazo zilikuwa zinawauma na kutazama ile nyoka, ndio uponyaji ulikuwa unapatikana. Na nikwambie kitu, pia wakati huo kuna watu walikuwa wanakufa. Yaani Musa anasimamisha nyoka ile mkubwa juu ya mtu, na unaambiwa ya kwamba ukiumwa na nyoka, tazama ile nyoka ya Musa. Lakini kuna watu walikuwa wanaona, wanasema hiyo ya Musa siwezi nikatazama. Yaani unaamua uponyaji kwamba, yaani wewe unauma, unakufa, mwingine anakufa, hawezi tazama ile nyoka. Yesu ameinuliwa na atakaye mtazama ndiye atapona. Bwana Yesu asifiwe. Na ninazungumza hiyo wakati kama huu ambapo tunasema ya kwamba Yesu alizaliwa ili kwamba alete wokovu. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Atakaye mpokea atapata uzima wa milele. Lakini watu tunapoambia mtazameni Yesu, ameinuliwa, amezaliwa, ametundikwa msalabani, pokeeni wokovu, watu bado watazidi wakalia, wanataka kufa kwa aliye karibu na wao, mwambie Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo mazungumzo ikawa jinsi ambavyo nyoka iliinuliwa jangwani na watu wakatazama wakapona, hivyo Yesu ameinuliwa. Mtazameni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kuzungumza siku ya leo kwa sababu kila mtu wakati huu, hata wale hawajaokoka, salamu ni Merry Christmas. Merry, hata ukienda nyumbani, hata shushu wazee, Merry Christmas, Merry Christmas. Kila mtu wimbo ndio, hata nikipatana na mlevi pale, Merry Christmas. Hata ukipatana na wao ukikula mbuzi, hata mtu akisimama hapa mbele, Merry Christmas, Merry Christmas. Why should we celebrate Christmas? Kwa nini tukumbuke Christmas?
swali kwa redio. Kuna redio ambayo ninasikizanga asubuhi. Kuna kipindi ninakipenda. Alikuwa ameuliza ya kwamba hii sikukuu wenye watasherehekea sana, ama wacha nitumie ile neno ambalo walitumia, wenye watababika sana ni wale wameokoka ama ni wale hawajaokoka? Hii sikukuu kwa 2025 utembee vizuri. Sababu ninajua hapa tumetangaza ibada na mkuje kanisa, sitawaweka saa 4 saa 5 watu wanaenda kupiga chapati. Hii sikukuu alikuwa anauliza, hii sikukuu wenye wataifurahia sana ama wenye wanajifuniaka sana kuna sikukuu ni wale wameokoka ama ni wale hawajaokoka? Ni wale hawajaokoka. Unasikia pande hii kwa wingi, wale wameokoka kila mtu kwa sababu yake. Tukiendelea, yeye alikuwa anasema ni wale hawajaokoka kwa sababu date 25 kila mlevi, kama kuna mtu mlevi hata kama hana pesa lazima atalewa. Na wanajua ni Christmas. Na wanajua Christmas ni nini. Na wengine wao kwa Bwana waulize vizuri. Hata ndio walikuwa wanajenga hii makanisa ambayo tunaabudia. Wanasema mimi nilikuwa wa Sunday school. Mimi nilikuwa tunaabudia chini ya mti. Wanajua sikukuu ni nini. Lakini kama kuna mtu analewa hiyo siku, hata akienda club bila pesa, ataenda nyumbani kule. Lakini huenda kuna Wakristo hawatapata kitu ya kukula hiyo siku. Huenda kuna mtu anajua Christmas imekaribia na hata si lazima chapati, lakini hata ana kitu ya kupea familia yake hiyo siku. Akarudi tena akauliza na wachungaji nao. Ilikuwa ni mazungumzo na wachungaji nao. Kwa sababu mimi nitawaachilia ende Ukambani, mwende wapi? Besteva wapi? Na mimi nitabaki hapa nikiwaombea. Akauliza kwa wachungaji nao. Si nimeuliza swali na mchungaji naye. So why should we celebrate Christmas? Kwa nini tusherehekee sikukuu? Ila itakubaba ama ikose kukubaba, ila utakula ama ukose kukula, the fact remains that for God so loved the world. Na nikaona kwamba jambo moja ambalo linatufanya tukumbuke kusherehekea sikukuu ama tukumbuke kuzaliwa kwa Yesu Kristo, jambo la kwanza ni upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kwa mstari wa kwanza nasema for God so loved the world. Kama Mungu hakuupenda ulimwengu, hangemtuma Yesu aje afe kwa sababu yangu na wewe. Jambo la kwanza linanifanya niwe na ushujaa ninaposema it's Merry Christmas. It's because of the love of God. Mungu alinipenda akamtuma mwana ili niokoke, na zaidi ya yote nipate uzima wa milele. Ina sababu tosha ya kusherehekea Christmas. Hiyo ni sababu tosha ya kujivunia kama Mkristo upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili linaonekana katika mstari huo pia. For God so loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him will not be lost but have eternal life. The second reason kwa sababu tusherehekee sikukuu ni kwa sababu ya hii dhabihu ambayo Mungu alituma. Nayo hii dhabihu ni Yesu. Ndio tunasema sikukuu tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Hiyo kitu ya kwamba Yesu amezaliwa. Yesu amezaliwa leo, alizaliwa miaka iliyopita. Na kwa sababu ya kuzaliwa kwa Yesu, hiyo dhabihu, kwa sababu mwanadamu alikuwa amepotea na Mungu akalikreate kwa nini aliumba mwanadamu ambaye alimwasi, alimkosea, lakini Mungu akaupenda ulimwengu zaidi akamtuma Yesu. Yesu kuzaliwa ni sababu tosha ya kusherehekea sikukuu. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mwenzako, mwambie Yesu amezaliwa. Yesu amezaliwa. Hiyo ni sababu tosha ya kujivunia kama Mkristo. Siku hii tunakumbuka haijalishi alizaliwa na 25, kwa sababu kuna makanisa bora yako na argument. Anasema ya kwamba haina haja kusherehekea Yesu amezaliwa, hawajui hata alizaliwa
Ndio unaona siku hizi watu wako na vita mingi. Na ninajua wewe umekutana na hii vita. Ni siku gani ya kumwabudu Mungu? Watu wanasema ni Saturday, wengine wanasema ni Friday, wengine wanasema ni Sunday, wanasema ni Sunday, waabudu Mungu wa kweli, wale wa Saturday. But those are just arguments. Yesu akauliza ya kwamba yani ni siku tunaabudu ama ni Mungu tunaabudu? Either tuabudu Friday, either tuabudu Monday, either ni Tuesday, either ni Sunday, provided that I know why I worship. I don't care about the day. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu asijaribu kukutisha, akwambia kwamba wale tunaabudu Saturday, muulize unaabudu nani? Unaabudu Mungu. Basi ni yeye ameumba hizo siku na kila siku ni siku ya kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza tuna celebrate Christmas kwa sababu ya upendo wa Mungu aliyotuonyesha, kwa sababu alitupenda mwanzo kabla sisi hatujampenda. Na jambo la pili ni kwa sababu ya ile dhabihu ambayo ilitolewa kwa sababu yetu wa Kristo. Kwa maana tukimpokea Yesu, dhabihu iliyotolewa, tutaupata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la mwisho nimeliita the plan of God. The plan of God. Mipango ya Mungu kutoka mwanzo si mwanadamu apotee. Niko na sababu tosha ya kumwabudu Mungu na kusherehekea sikukuu, kwa sababu yeye ako na mipango myema juu ya maisha yangu. Amepanga maisha yangu. Biblia inasema, tazama mawazo ninayokuwazia. Ninakuwazia mema, ninakuwazia tumaini hata siku zijazo. The plan of God. Yaani mwanadamu aliyepotea, mwanadamu aliyemwasi Mungu, Mungu akapanga vizuri ya kwamba baadaye Yesu atazaliwa kupitia kwa Mariamu, ili kwamba atakayempokea aupate uzima wa milele. Wapendwa wa Mungu, Yesu ameinuliwa. Yesu ameinuliwa, mtazameni. Yesu ameinuliwa, mtazameni. Yesu amezaliwa, mtazameni. Na ndakaya ambaye jina lake alitakuwa limeandikwa katika kitabu cha uzima. Jina lako litaandikwa katika kitabu cha uzima kwa kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Yesu ameinuliwa, usitazame kama. Yesu ameinuliwa, mtazameni. Utakaye mtazama Yesu, jinsi ambavyo Musa alinyoa nyoka jangwani na wale ambao walitazama ile nyoka watapona. Atakaye mtazama Yesu, atakaye mkubali Yesu ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu, akamtuma Yesu kwetu wanadamu tuliopotea. Na kwa sababu tutakapompokea Yesu, tutapata uzima wa milele. Tunaposherehekea sikukuu, tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kuna mambo matatu ambayo tunakumbuka ya kwamba Mungu alitupenda. Mungu anatupenda na upendo wake ni wa milele na milele. Jambo la pili, tunakumbuka ya kwamba kuna dhabihu ambayo ilitolewa kwa sababu yangu na wewe. Biblia inasema yeye ambaye hakuwa na dhambi alifanyika dhambi ili autwae dhambi yangu na yako. Ndio Yesu aliweza kukufa msalabani. Ndio Yesu anazaliwa. Na jambo la mwisho ni kwamba mipango ya Mungu katika maisha ya mwanadamu ni sababu tosha ya kusherehekea sikukuu. Bwana Yesu asifiwe. Merry Christmas. Simama na miguu yako. Inamisha kichwa chako tunapoomba. Nikodemu alipenda kujua ni jinsi gani ambavyo atazaliwa tena. Maana usipozaliwa tena hakuna kuona uzima wa milele. Unaweza nihesabia mambo mengi ambayo umefanya mwaka huu. Unaweza kuwa na ushuhuda wa miaka mingi umetumika katika nyumba ya Bwana. Nikodemu alikuwa kiongozi. Mafarisayo ni watu ambao walikuwa na mituo yao. Wakati mmoja Yesu aliwaambia, ninyi Mafarisayo mnaosha kikombe nje lakini ndani ni kichafu. Mwambia Mafarisayo, ninyi usimama katikati ya barabara na nguo nyeupe ili kila mtu awaone. Nikodemu akafahamishwa ya kwamba pasipo kuzaliwa tena hakuna kuona uzima wa milele. Ninapenda kuzungumza na mtu siku ya leo. Haijalishi umeishi miaka mingapi na
alitupenda, alikupenda. Utakayemwamini, utakayempokea, utaupata uzima wa milele. Yesu alisema mimi ni njia, mimi ni kweli na mimi ni uzima. Hakuna kuja kwa Mungu, hakuna kufika mbinguni usipompokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Ni jambo la kutafakari siku ya leo. Ni vizuri kila mtu ajichunguze. Ninapojichunguza kama mtumishi wa Mungu, tafakari juu ya maisha yako. Kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo hakutakuwa na maana ikiwa basi haujampokea kama mwokozi wa maisha yako. Yesu ameinuliwa, tumtazame. Yesu amezaliwa, tumpokee. Ni nani baada ya kuwaza katika maisha yake naona ya kwamba hakumbuki wakati mmoja akimpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake? Inua mkono wako mahali ulipo. Mtu anainua wakiongopa. Inua mkono wako vizuri. Haukumbuki siku moja ukipeana maisha yako kwa Kristo? Na unapenda siku ya leo kupeana maisha yako kwa Kristo? Sabe kwa hiyo mikono miwili. Bwana Mungu awatende mema. Na hatua hiyo ambayo umechukua ni hatua muhimu katika maisha yenu kama Wakristo, kwa sababu vitabu vitafunguliwa wapendwa. Biblia inasema kwamba nikaona kitabu kimechukuliwa na kimefunguliwa, nikaona wafu wadogo na wafu wakubwa wameitwa. Siri ni kuandikisha jina lako hayo kitabu cha uzima wa milele. Haijalishi miaka ni mingapi ambayo utapewa kuishi na Mungu, lakini utamu wa kuishi katika maisha haya ni kuwa na imani ya kwamba siku ya mwisho Bwana atakuita kwa jina lako. Tunakushukuru Bwana ni kwa sababu ya neno lako. Wewe ni Mungu ambaye ulitupenda hata kabla hatujakupenda. Ulimtuma Yesu ili afe kwa ajili yangu, ili afe kwa ajili ya kila mmoja. Na kwa sababu ya kuzaliwa kwa Yesu tulipata tumaini. Mwanadamu ambaye alikuwa amepotea sasa ana tumaini ya uzima wa milele. Ninakushukuru ni kwa sababu ya kila mmoja ambaye Bwana ulimuokoa. Nikiomba utuongoze Jehova tunapokutumikia, uongoze hatua zetu, uongoze kila mmoja, ili kwamba Jehova tukaenende katika njia zako. Ninakushukuru kwa wale ambao umeita siku ya leo kwa sababu ya wokovu. Nikiwaombea kwako Jehova, ili kwamba Mungu wetu na Baba yetu ukatembee na wao, ukawashike mkono, ukaunganike pamoja katika safari hii, na mwisho ufalme wako ukatukufu. Asante kwa sababu uko na nguvu, asante kwa sababu uko na uwezo. Na ni katika jina la Yesu Kristo